Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo nitakuwa nawafundisha kuhusiana na somo linaitwa gereza la fikra, prison of mind. Tuko kwenye dunia ambayo watu wa Mungu tunahitaji kukumbushana kwenye dunia tulionayo. Zamani wakati wanafunzi wa Yesu kina Petro walikuwa nakamatwa wanatiwa gerezani, magereza haya tunayojua ya kila siku haya. Lakini sasa hivi tunaishi kwenye dunia ambayo tunatakiwa kutumia akili na uelewa ambao Mungu ametupatia, kwa sababu kila siku mambo yanabadilika. Kwa hiyo shetani anachokifanya, hausikii sasa hivi kama kuna mchungaji au mtumishi anawekwa gerezani. Hahitaji kufanya hayo. Shetani ameadvance, anafunga ufahamu. Kwa sasa hivi anadili na ufahamu wetu wa kila siku, sio tena magereza haya ya dunia. Anacheza na ufahamu. Kwa leo nitakupa mifano. Somo langu limegawanyika mara mbili. Kwa wale watu ambao wanamwamini Mungu, magereza yao yako wapi? Na kwa wale watu ambao hawana imani dhidi ya Mungu, wanaishi maisha yao ya kidunia, magereza yao yako wapi? Sasa leo haya watu wa Mungu sitaweza kuongea kwa sababu ya muda. Sasa mfano, shetani anajua kwamba kila mtu anatafuta fedha, si ndio? Watu wa Mungu wote tunajua kwamba kila mtu anatafuta fedha. And the enemy, shetani pia anajua kwamba kila mtu ni mtafutaji, kila mtu anataka fedha. We worship money. Kila mtu anajua kwamba tunaabudu fedha. Si watumishi, sio wasioamini, wote ni tunatafuta fedha. Sasa tazama shetani anachokifanya. Hii ni mifano, nakupa tu kama mifano. There are thousands of them, lakini nitakupa mifano tu 6 tu, michache, ili utazame uone namna ambavyo ufahamu wetu shetani anacheza nao. In line of the word of God. Neno la Mungu linasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, halafu na mengine mtafanya nini? Mtaongezewa. Sasa shetani kwa sababu anajua tunataka fedha, anakuambia ufalme wa Mungu wa nini? Tafuta kwanza fedha, au sio? Haya, kwa hiyo anaondoa kitu kinaitwa uvumilivu. Wewe unatafuta mali, sababu anajua tunatafuta mali, kwa hiyo anaondoa uvumilivu, anaondoa patience. Mungu anabariki kwa wakati, au sio? Hata baba zetu wa kimwili huwa kuna nyakati ambao wanatutoa nyumbani na kutupatia mali, sawa, na kutubariki na kutuoza na ili tuendelee na maisha, sio? Ndivyo na Mungu alivyo, au sio? Sasa kama ndivyo, kama baba yetu wa kimwili wanatutoaka kwa nyakati, na Mungu naye anatutoaka kwa nyakati. Sasa shetani anaondoa uvumilivu. Unakosa uvumilivu wa kuvumilia muda fulani wa kupata fedha, muda fulani wa kuendelea na mchakato. Kwa nini unakosa uvumilivu? Kwa sababu ya pressure ya dunia na social media na wale marafiki ambao wanatuzunguka. Tukiangalia marafiki zetu tunaona wao wamefanya nini? Wamefanikiwa. Wale tunaofanya kazi tunaona wao wanafanya nini? Wanafanikiwa. Kwa sababu ile pressure ya social media na ulimwengu tulionao, unakosa patience. Shetani akisha kukosesha patience, unafanya deals chafu. Unatafuta deals sasa za kufanya ili uweze kufanya nini? Commit standard ya ulimwengu tulionao. Because we live in the world, people are competing. Japokuwa neno la Mungu linasema yoyote atakaye kuishi katika namna ya ulimwengu huu, huyo sio wangu. Nisomee maandiko katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15. Waraka wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15. Nasemaje msomaji? Haraka haraka tuende na muda. Biblia inasema, msiipende dunia, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kumpenda Baba hakumo ndani yenu. Ukishaingia kwenye deals chafu, umependa nini? Dunia. Na kumpenda Baba hakuko ndani yako. Shetani amefanikiwa kwenye ufahamu wako, kufaulu hajafanikiwa. Kwa hiyo uko kwenye hilo gereza la ufahamu. Namba 2, ukipata fedha sasa, umeitafuta hizo fedha deals chafu, unajua zinafanya nini?
anakupa kazi ya kufanya, anakupa gereza lingine la namna utumiaji wa hizo fedha, ambayo inakuwaga ni nini? Pombe plus wanawake, au sio? Another prison. Hapa naongelea wale watu wa Mungu jamani, naongelea wale watu ambao wanataka kumtafuta Mungu. Najaribu kuonyesha magereza ambayo tunafungwa nayo. Wale ambao wataki kumtafuta Mungu, wao wana dunia yao, this may not be relevant. Kwa hiyo unapata pombe, unapata na wanawake, gereza lingine. Ukishapata wanawake sasa na pombe, ningeweza kwenda zaidi nikakuonyesha namna ambavyo familia zinavurugika na watoto wanaharibika kwa sababu ya baba kutokuwepo na masuala haya, na ndoa zinazovunjika kwa sababu ya masuala. Kuna watu walikuwa wanaishi vizuri, wakipata fedha ndoa inavunjika, kwa sababu shetani anachokifanya, anacheza na fahamu wako kwamba sasa umepata fedha, unakaa nyumbani unafanya nini, si ndio? Nenda kajichanganya na rafiki zako, katafute mali, kafanya nini, mambo kama hayo. Kwa hiyo huo ni utafutaji mali. Nimejaribu kukuonyesha kipengele cha kwanza cha namna ambavyo shetani anafunga ufahamu kwenye kuondoa uvumilivu, na matokeo ya kuondoa uvumilivu ndo hayo unayaona, na neno la Mungu nimekusomea. Tuende kipengele namba 2 ambacho shetani anakifanya. Kuna neno linasema, very common, life is too short, au sio? Maisha ni mafupi. Sasa kwa sababu maisha ni mafupi, kwa hiyo tufanyeje? Shetani anakuja tena kwenye ufahamu. Hapo mwanzo ulikuwa unatafuta mali, au sio? Sasa hapa life is too short, au sio? Yeah. Kwa hiyo unatakiwa kufanyaje sasa? Kwa sababu maisha ni mafupi, what do you do? Kama una fedha, unarudi huku, unakunywa pombe. Kama una fedha, kama nilivyosema hapo juu, utakunywa pombe, au sio? Halafu utakosa usingizi. Lengo la shetani hapa, anataka kuja kuharibu afya. Sawa? Ili upate sukari na presha. Mwili haupumziki vizuri, au sio? Kwa hiyo unaumiza mwili. Na pombe ni sukari, au sio? Kwa hiyo unaona shetani anavyodili na sisi. Huku tulikuwa tunatafuta mali, sasa hivi hapa anatupatia kitu kingine, kwamba maisha ni mafupi. Kwa hiyo kwa sababu maisha ni mafupi, fanya haya yafuatayo: kunywa pombe, ukose usingizi, upate sukari na presha. Yeah. Ni gereza. Yeye hahitaji kukupeleka magereza hayo unayozani, na haji kwa pembe, haji kwa namna ambavyo tunadhani anakuja usiku na mapembe. He deals with your mind. Kwamba hiki ni kitu cha kawaida. Si unaona siku hizi kuna vitu vinafanyika vya ajabu, alafu people say like, mbona kitu cha kawaida? Hivi una habari kwamba sasa hivi kuna watu wanasema hata kwenye ndoa kuna watu wanasema hakuna mwanaume asiye cheat, au sio? It is normalized. Si ni kitu cha kawaida? Yeah. Na si inaenda mpaka baadaye inakaa kwenye ubongo wa mwanadamu kwamba ni kitu cha kawaida, au sio? Kwamba wanaume na sasa kwa sababu pia tuna empower na wanawake. Remember we empowering women, right? Sasa itafika stage na penyewe kuchiti kwa wanawake itakuwa ni kitu cha, kwa sababu si ana fedha. Yeah. Hategemei mwanaume, au sio? Kwa hiyo naye atafanya nini? Atachiti. You know the intention of the devil? To break the home. Anataka kuvunja familia. Kwa hiyo anaenda kidogo kidogo. Shetani haji kwa pembe kama nilivyosema. Anaenda anatengeneza fikra zako kidogo kidogo mpaka anakuleta pale ambapo anafanya nini? Anakutaka. Haya, turudi kwenye namba 3. Namba 3, shetani anachokifanya,
anakuambia tafuta mtu mwenye pesa uishi naye. This is a trending nowadays, eh? It is trending. Vijana wadogo wanatafuta wanawake wenye hela ili waishi maisha, au sio watu wa Mungu? Yeah. Vijana wa kiume wanatafuta wanawake wenye fedha ili waishi nao wapate maisha marahisi. Shetani si ameondoa patience, si anajua unatafuta fedha, ameondoa patience, uvumilivu. Kwa sasa wewe kijana unamaliza chuo leo, au sio chuo tu, lakini uko mtaani unafanya shughuli zako, maisha unaona kama ni magumu, unashindwa kuvumilia kuhaso hapa mwanzo, unatafuta maisha marahisi. Kwa hiyo unatafuta mwanamke, na hapa nitaongelea sana wanaume kwa sababu ndio kichwa cha familia. Mwanaume ndio amebeba, sawa? Nitaongelea sana wanawake, wadada kidogo. Kwa hiyo unaacha kutafuta fedha, unategemea mwanamke. Kwa hiyo the devil anakupa vitu viwili. Mwanzoni utazipata hizo fedha, na kwa sababu huyu mwanamke ana fedha utaendesha gari zuri, au sio? Utazoea kukaa kwenye kiyoyozi. Sasa ukishazoea kukaa kwenye kiyoyozi, anaondoa vitu viwili sasa shetani. Moja, uwezo wa kufikiri. Sababu si unamtegemea mtu. So you're no longer thinking about what you'll do tomorrow. Ametengeneza akili yako hiyo tegemezi kwa huyu mtu. Number 2, time is going. Muda si unakimbia. Wakati unapokuwa na huyu mama, si muda unakimbia. Na si umezoea kukaa kwenye Prado, umezoea kukaa kwenye magari mazuri, unapigwa na kiyoyozi. Sasa kwa sababu muda unakimbia, itafika wakati sasa ule mama anapokuacha, hauwezi tena kurudi kuanza kutafuta. Kumbuka ulishazoea haya maisha, haya maisha mazuri, na muda umeshaenda. Sasa wale waliokuwa wenzako wameenda mbele, kwa hiyo wewe huwezi kurudi tena ukaanza kuhaso. Kwa hiyo ameua uwezo wako wa kufanya nini, wa kufikiri, na ameua na kipawa chako ambacho Mungu alikiweka. Kama ilibidi uwe mfanyabiashara mzuri, umekiua kwenye kutafuta fedha za haraka. Here, unaona shetani hapa hakuja, alicheza tu na ubongo wako. Ulipata mama akakusaidia kwenye maisha, alafu yale maisha ukayazoea, sio? Kwa hiyo akili yako ikakwambia kwamba siwezi tena kurudi kuanza upya maisha, au sio? Yeah. Ndio michezo sasa shetani anafanya. He deals with the mind. Nimesema ni mifano natoa watu wa Mungu. Mfano mwingine wa 4, kwa sababu ya muda, sababu mnaniambia masomo yangu marefu, kwa hiyo mnashindwa kusikiliza hadi mwisho. Mfano mwingine wa 4, mfano wa 4 ni magonjwa ya familia. Kuna watu wana magonjwa ambayo wamezoea kunywa dawa, kunywa vidonge, kwa sababu wanasema sisi kwetu tuna hilo tatizo. The enemy preach here. Haji na mshale wala rungu wala nini. He preach here. Kwa hiyo kuna magonjwa ya familia. Neno la Mungu katika kitabu cha Ezekiel sura ya 18 mstari wa 20 linasema, nisomee andiko msomaji wangu. Ezekiel 18 mstari wa 20. Biblia inasema, roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Roho inayotenda dhambi ndio ambayo itakufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Mwana hatachukua uovu wa baba yake, wala baba hatachukua uovu wa mwanaye, wala baba hatachukua uovu wa mwanaye. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu wake itakuwa juu yake. Sasa
Neno la Mungu ndo linavyosema. Sasa sisi tumezoea, shetani anatutuhubiria kwamba bwana, baba yako si ana sukari, baba yako si ana presha, nyie kwenye familia yenu hamuolewi, nyie kwenye familia yenu mnazalia nyumbani, nyie kwenye familia yenu ni maskini, nyie kwenye familia yenu mna changamoto hiyo. Kwa hiyo na wewe sasa kila mara ukikaa you tell yourself kumbuka neno si linasema hatutachukua maovu ya baba zetu wala matatizo ya baba zetu. Lakini hapa shetani anakuhubiria, anakuambia usiwe na wasiwasi, tumia tu dawa. Kwa hiyo anakuweka kwenye gereza la dawa. Unakuwa kwenye gereza la dawa kila mara. Akishakuweka kwenye gereza la dawa, anaua uwezo wako wa kuproduce, uwezo wako wa kuzalisha, kwa sababu unatumia madawa. Wewe ni mgonjwa, kuna vitu huwezi kufanya sasa kwa sababu lakini pia si tu nani, hata kuna chakula huwezi kula sasa. Chakula kile chakula kitamu kile ambacho wengine wanakila wanasema ni kitamu, shetani anakuhubiria na kuambia usile hiko. Hata uji wa sukari ulivyokuwa mzuri, hata matunda ya kawaida tu haya, kuna watu hawatumii, wanasema ina sukari. And the enemy preach. Kwa unafika mahara you accept kwamba this is life, this is my life, I will live it. Na kwa sababu umeaccept, unapeleka na kwa watoto, it goes to the generation. Si amefanikiwa hapa? Si umesoma hilo neno mwenyewe au sio? Haya, tuangalie kitu kingine, mfano mwingine. Mfano mwingine wa 5. Mfano mwingine wa 5, tuenende kwa namna ya dunia. Tufanye kama wengine wanavyofanya. Kama wengine. Kuna watu shetani amehubiri hapa. Shetani anachohitaji kukihubiri hapa, anahitaji kuhubiri kwa kukuambia hivi, tunaishi kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Kwa hiyo haupaswi kuwa mshamba. Remember, mtu wa Mungu, the enemy has to deal with your, naongelea issue ya mind. Kwa hiyo shetani anasema acha ushamba. Kuna watu walianza kufanya vitu ambavyo hawakuwa wanavifanya kwa sababu walikutana na watu au marafiki wakawaambia waache ushamba ili wavifanye. Wakajikuta wameingia kwenye kukwepa kuwa washamba, wakaingia kufanya vitu vibaya. Kwa hiyo sasa hapa unachokifanya, kwanza tusome andiko. Soma waraka wa kwanza wa Yohana huo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15. Nisomea haraka haraka. Yohana wa kwanza 2:15. Biblia inasema anasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Msipende dunia wala mambo yaliyopo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Sasa shetani anachokifanya, kwa sababu anajua tunaishi ulimwenguni, anatupa dunia. Na dunia yetu inakuwa sasa ni social media, au sio? Because we live in social media as Ella, we want to go with fashions. Na kwa sababu tunaenda na fashions, tunakuwa fake, kwa sababu kuna watu wanaishi fake life, maisha ambayo sio yao. You have to be fake. Kuna msemo anasema fake it until you make it, au sio? Kwa hiyo unaishia kuishi maisha ya kufake, and at the time you are faking, remember the enemy is praying here. The edge is going. Kadiri unavyozidi kufake, umri unaendelea, na kwa sababu una fake, shetani anakuletea marafiki wa aina hiyo. So that you can match, because birds of the same feathers flock together, right? Kwa hiyo unaletewa marafiki ambao wanaendana na wewe.
wanaotafuta hizo fashion, ndio unaowatazama, ndio unatamani wao marafiki zako. Time is running, unahangaika na mambo ya kufeki maisha yako. Wakati huo una fake, others are making it, right? Wanaanzia huku chini kutafuta. By the time they make it, wewe na maisha yako ya kufeki, umri umeshaanza, unasema sasa kwa sababu umri umeshaenda, si bora nitafute mtoto tu nizae, au sio? Au nitafute mume wa mtu niishi naye, maisha yaendelee. Shetani amefanikiwa kuua uwezo wako wa na amefanikiwa kudelay kile Mungu alichokuwa amepanga mbele yako baadaye. Kwa hiyo unaishia sasa kuwa tegemezi, lakini actually you are not supposed to be tegemezi. Ulikosea huku mwanzo. Kwa hiyo unakimbia kwenda kuombewa sasa. Unakimbia kwenda kuombewa. Sasa ukikimbia kwenda kuombewa, tuje sasa hapa, kinachofuata ni kitu gani? Namba 5. Ukikimbia kwenda kuombewa, unakutana na makanisa, unakutana na sadaka na zaka, au sio? Sio makanisani yanatolewa hizo sadaka na zaka. Sasa kwa sababu kuna sadaka na zaka kanisani, unaambiwa ukitoa sadaka na zaka utafanikiwa, au sio? Sio tunaambiwa hivyo? Ukitoa sadaka na zaka utafanikiwa. Because you are desperate. Sasa bado shetani anacheza na wewe. Bado shetani anacheza na ubongo wako. Unatoa sadaka na zaka in the substitute ya dhambi. Yaani sasa hii inakuwa ni mbadala mbadala wa na huku pia shetani ameweka watu wake. Kuna agents, right? Kuna agents kwenye eneo hili ambao wao mafundisho yote ni sadaka na zaka tu. Hakuna mahubiri ya dhambi. Kwa sasa unakimbizana, unatoa sadaka na sadaka huku ukiendelea na dhambi, ukizani kwamba Mungu anafurahishwa na sadaka na zaka, ila anazifurahia dhambi zako. Kwa hiyo sasa unaingia kwenye gereza la mara lingine tena sasa. Si una mtoto? Kama ni mwanaume umeachwa na mwanamke, sasa maisha yamekupiga. Sababu si ulikuwa unamtegemea mama. Au kama ni mdada, sasa mwanaume yule ameondoka. Sasa tuna watoto, au sio? Kwa hiyo tunahitaji kuishi na to keep up na ile maisha. Ukienda huko kwenye sadaka na zaka, unaanza kutoa, kuwa unaenda kanisani sasa kuomba, ukizani kwamba hizi sadaka zako ndo zitakuwa mbadala wa dhambi. Unatamani kuendelea kuishi kwenye dhambi, ila unataka utoe sadaka na sadaka ukifikiri Mungu atazitazama sadaka, ila atatazama dhambi unazozifanya. Umeona? Amedrain uwezo wako wa kwa maana Mungu ni Mungu. Neno la Mungu linasemaje, mtumishi wa Mungu? Linasema kila atendaye, kila litajaye jina la Bwana na afanye nini? Aache dhambi. Kila litajaye, kila anayelitaja. Ukitaja jina la Mungu fanye nini? Aache dhambi. Sasa wewe unaambiwa utoe zaka na sadaka. Is it a substitute of sin? No. Kwa hiyo unabaki kwenye dhambi zako, huku unatoa sadaka, wachungaji wanakula na kufurahi. Lakini wewe uko kwenye dhambi. Kwa hiyo baadaye unahama tena huku. Unaona huku ni uongo tena. Sasa unasema sasa ngoja nitafute nani? Mganga. The enemy deals with sababu ni wazo linakuja. Kama si wazo atakuletea mtu kukushawishi. So unaenda kwa mganga. Ukienda kwa mganga unaenda kujazwa mengine. I cannot go further. Haya, lingine, jambo jingine la 6, shetani anavyodili na akili zetu. Namba 6 ni wingi wa makanisa.
Neno la Mungu linasema siku za mwisho kutakuwa na watumishi wengi, na wengi watapotoshwa na hao, au sio? Kutakuwa na manabii wa uongo, au sio? Sasa hapa tuna wingi pia wa makanisa. Wingi wa makanisa pia, it is also the part of the plan of the enemy. Kwa sababu katika huu wingi wa makanisa, yapo makanisa ambayo ni genuine, yanamtafuta Mungu kweli, au sio? Lakini kuna mengine yana agenda. Mtumishi, unasikia? Kuna mengine yana agenda. Sasa hapa kwa sababu ya wingi wa makanisa unaanza kuhangaika sasa, unasema nimsikilize nani? Yupi anasema ukweli na yupi aseme ukweli? Sasa kwa sababu ya wingi wa makanisa na kelele hizi, makanisa siku hizi watu ni watafuta fedha na nini, unaacha haya makanisa ya kiroho unaacha haya makanisa ya kiroho, au sio? Unasema bana, haya makanisa yamekuwa makanjanja mengi, kwanza ni watu wa sadaka na zadaka tu, makanisa makanja, which is true actually, ni ukweli kabisa, wala sio uongo, kwamba haya makanisa yamekuwa ni utafutaji na hatulihubiri neno la Mungu. Sasa kwa sababu unakimbia unahama kwenye makanisa ya kiroho, unarudi kwenye makanisa yako yale ya Mafarisayo, Yesu aliyokuwa anasema wanasafisha vikombe kwa nje lakini ndani ya nini? Kwa sababu hakuna roho wa Mungu, wao wanaendesha ibada kwa utaratibu yani ibada zina utaratibu. Hakuna roho na neno la Mungu linasemaje kuhusiana na roho? Nisomea Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana ndiye Roho. Walakini alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Kwa hiyo kumbe alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru, au sio? Sasa kama Roho wa Bwana hayupo, pana nini? What is the opposite? Utumwa, dhambi. Pana utumwa na dhambi. Kanisa linapaswa kuongozwa na Roho wa Mungu, watu wa Mungu, kwa sababu Kristo alipoondoka, si ndio alisema nitawatumia msaidizi, au sio? Atakuwa pamoja na nini? Kwa hiyo kanisa linapaswa kuongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hiyo Roho asipokuwa kwenye hilo kanisa, unafuata utaratibu tu wa kwenda ibadani na kurudi, but you're empty inside. And because you're empty inside, hakuna uhuru hapo unapokwenda, na kwa sababu hakuna uhuru, kuna utumwa, kuna dhambi. Na ndio maana ni gereza lingine tena. Hawa ndo wale Yesu aliyorudi akawa anawaambia wanafunzi wake, akawakuta wale ambao walikuwa wanajiita wao wanafuata sheria za Musa na kufuata taratibu za Musa, lakini hawayaishi yale Musa aliyoagiza, au sio? Anawaambia nyinyi mnafanana na watu ambao wanapalilia makaburi na kuyawekea marumaru, lakini ndani yanafanya nini? Yameoza. Anawaambia nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, kwa sababu baba yenu alikuwa muongo tangu mwanzo. Ukisoma Yohana 8:44. Nisomee andiko haraka haraka. 8 mstari wa 44. Nasemaje? Biblia inasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe. Asemapo uongo asema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa uongo. Kwa sababu yeye ni muongo na baba wa uongo. So where there is no the place where the Spirit of God is not there. Sehemu yoyote ambapo hakuna Roho wa Mungu hakuna uhuru, au sio? Kwa hiyo watu wanarudi kwenye makanisa yao wakirudi kwenye makanisa yao ya zamani, wanarudi kwenye gereza. Because there is no spirit, hakuna Roho wa Mungu. Kwa hiyo the enemy nowadays
Shetani hahitaji kutupeleka kwenye physical prisons, hapana. Anatufunga ufahamu na kutuhubiria yale anayotaka tusikie, ili tufanye yale yaliyo ya kwake, ili tuondoke kwenye utukufu wa Mungu, tuyafanye haya ya duniani. Na tukishafanya haya ya duniani, ndiyo furaha yake, kwa sababu achievement ya shetani, lengo la shetani ni nini? What is the achievement? What is the purpose of the enemy? Tuangalie lengo la shetani nini na lengo ya Yesu lilikuwa ni nini. Soma Yohana 10:10. Yohana 10:10. Biblia inasema mwivi haji ila aibe. Mwizi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Na kuchinja na kuharibu, ndo shetani huyo sasa. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Yesu anasema nalikuja ili wawe na uzima. Wawe na uzima. Kisha wawe nao tele. Kisha wawe nao tele. Huu uzima Yesu anaoongelea ni upi? Ni uzima upi? Ni wa hapa duniani au ni wa baadaye? Ni uzima wa pale baadaye. Niliyokuwa nawaambia tangu mwanzo kwamba there is life after death. So life may be short as we claim, as we say now today in our physical body, but there is life after death which is eternal, it's forever. Ndio hayo maisha aliyokuja Yesu tuwe nayo. Sasa kwa sababu tuko kwenye gereza la fikra, hakuna anayetufungua kwa kutuambia wake up, time is running, it is too late, kwa sababu tunaelekea kwenye dunia ambayo tutakuwa na kanisa la aina. The Antichrist is coming very soon. Kwa hiyo itosha kusema watu wa Mungu kwamba somo langu lilikuwa na vipengele viwili. Lilikuwa na vipengele vya principles of mind kwa watu wa dunia ambao sisi tunaishi mambo ya duniani, na wale watu wa Mungu ambao wanamtumikia Mungu, kwa sababu pia kuna gereza liko hapo. Sasa hili la watu wa Mungu sitalifundisha kwa sababu ya muda, ili niishie hapo, ili dogo liweze kueleweka na pia lisiwe refu sana. Mungu awabariki na ibariki kazi yake. Asante Mungu wangu kwa wema wako na uaminifu wako. Ninakushukuru kwa neno lako, ulibariki kwa wale watakaolisikia, liwe na maana na liwe na msaada kwenye mioyo yao. Ninakuomba Mungu wangu utukumbuke katika haya mabaya na hizi changamoto za dunia, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amen. Amen.